Wadau, kutoka jana kesi ya Jowie Irungu ilipopata kuamuliwa na hukumu kuweza kutolewa na Lady Justice Grace Nzioka, mambo ni mengi ambayo yamepata kuzungumzwa haswa katika mitandao ya kijamii yakizua maswali mengi haswa kuhusiana na kile Jowie amekificha kuhusu nani haswa aliyehusika katika kumuua Monica Kimani. Ila baada ya mengi kusemwa, rafikiye Jowie ambaye anatambulikana kama Dinda, CEO Dinda, alipata kuzungumza, na baada ya kuzungumza akapata kudisappear kutoka katika mitandao ya kijamii na akaunti zake zikaweza kuwa deleted ama zikaweza kuwa disabled, haswa pale katika ukurasa wake wa kijamii wa Instagram. Na kando na Dinda kuongea kupitia ukurasa wake wa kijamii, Jowie Irungu hapo jana aliweza kuzungumza baada ya yeye kuweza kupewa hukumu ya kifo ambayo wengi hawakutarajia kwamba itamfikia Jowie Irungu. Justice Grace Nzioka aliweza kutoa hukumu hii hapo jana na kudai ya kwamba familia na the prosecution iliweza kuomba Jowie aweze kupewa hukumu ya kifo, na yeye kulingana na ushahidi ambao umeweza kutolewa na yale ambayo ameweza kuyapitia kulingana na kesi, ameona ni vema kutoa hukumu hiyo, akidai ya kwamba kulikuwa na mambo matatu aliyokuwa akiangalia: kumpa Jowie miaka kadhaa gerezani, au kumpa maisha gerezani, au hukumu ya kumpa hukumu ya kifo. Lakini akaamua ni vema ampe hukumu ambayo itaweza kuiridhisha familia ya Jowie Irungu. Sasa kitu ambacho kimeweza kuwashangaza ni kulingana na post iliyoachiwa kupitia ukurasa wa kijamii wa Facebook ambao ni ukurasa unaomilikiwa na Jowie Irungu. Na kulingana na post hii nitaweza kuisoma maana watu wanaongea mengi. Jowie Irungu ni post ambayo imeachiwa na Godi KE, one of the bloggers katika ukurasa wa kijamii wa Twitter au ukipenda X. Ameweza kusema breaking news, Jowie Irungu addresses the Monica Kimani ruling on his Facebook page, says he will move to the Court of Appeal, grateful for the support. Atiga ide muthomere horo uyu arauga atiriri Jowie, those here judging me saying I deserved it don't know me personally. It's tough being Jowie Irungu right now since everyone is making conclusions. One day the truth will come to light and Jowie Irungu will be liberated. There are influential individuals behind the Monica Kimani case who wanted to see me behind bars for life. I will eventually mention names, but for now, I am working on appealing the sentence. Thank you to the few who have stuck by me. Mnamsikia Jowie? Na tukiaria ni kiundu fulani tulikuwa tumeongea murata wake Jowie Irungu ekaine ta Dinda, the friend to Jowie Irungu. His message yesterday, Jowie Irungu's friend by the name of Dinda yesterday went ahead to speak and rose a lot of questions on social media in regards to what Jowie is not saying to the public, or what Jowie has not revealed in regards to those who killed Monica Kimani. Kumbuka, the prosecution made its conclusion that, you know what, you are the person that killed Monica Kimani. Kumbuka, kando na Jowie kulikuwa na mwanahabari Jackie Maribe ambaye also she was an accused in this case, but Jackie Maribe was freed from all the charges. She was acquitted from the charges. Ikasemekana Jackie yeye hakuweza kuhusika katika kumuua Monica Kimani, so she is free to continue living her life. Na kitu cha kushangaza ni ya kwamba Jackie baada ya kuondolewa mashtaka, baada ya siku chache tu aliweza kupewa kazi katika ofisi ya waziri Moses Kuria kama head of communication pale. Now, Jowie is saying that there are powerful individuals behind him being held na ambao wanataka aishi maisha gerezani milele. Swali linasalia, who are these powerful individuals Jowie is talking about?
And why shouldn't he mention the names? How powerful are these individuals that Joey fears that when he mentions their name, for the last 6 years his name has been dragged through the mud. Jina lake limegaragazwa katika uchafu. Jina lake limesemekana ndilo jina kati ya majina ambayo yaliwahi semwa sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na yeye kuweza kutajwa kama muuaji wake Monica Kimani. Who are these people? Kumbuka kesi ya Monica Kimani ina maswali mengi kuliko majibu. Because kando na Jowie Irungu kuweza kutajwa, there is something that rose eyebrows. Kuna kitu ambacho kiliweza kuzua maswali pale ambapo babake Monica Kimani, Bishop Ngarama, baada ya kifo cha mwanawe na Joey kuweza kukamatwa, Joey akiwa gerezani, aliwahi kudai ya kwamba yeye alipokea barua kutokea kwa watu inaoaminika wanatokea katika serikali ya nchi ya Sudan, ambapo Monica Kimani alikuwa akifanya kazi, na watu wale walimuomba aweze kurejesha stakabadhi ambazo zinaaminika zilikuwa Monica alikuwa ameziiba ama ametoka nazo kule nchini Southern Sudan. So babake akaambiwa either ulete hizo stakabadhi ama wewe mwenyewe kitakuramba, ama you will face the wrath. Mzee kuona haya na kuona vitisho ambavyo anapewa, ilimbidi aepe kutoka Kenya na kuepea kule katika nchi ya Marekani, ambapo alikaa kule mpaka majuzi yaliporejea nchini Kenya wakati kesi ilipokuwa ikiendelea. So right now, swali ni je, who are these powerful individuals ambao Jowie Irungu has been protecting and has refused to mention for the longest time possible? Kumbuka rafiki yake Dinda hapo jana baada ya Jowie kuweza kuhukumiwa, aliweza kusema hivi, Jowie Irungu, yani ni siri gani? Mbona usitaje hawa watu majina? Wewe uko tayari kwenda kaburini na kwa kutowataja hawa watu majina, na wao wanaendelea kuishi maisha yao? Wewe ndiye ambaye umeyapitia. Walikuahidi na wakasema kwamba wataweza kukutoa, wataweza kufanya kila wawezalo, na wata make sure kwamba hamna ushahidi ambao utakufunga wewe, maana sio wewe ulimuua Monica, ila unawajua waliomuua Monica Kimani. Swali kubwa ni je, mbona usiongee? Mbona usifunguke? Why shouldn't you tell us those people that did this to Monica wa face the wrath of the law? Maana wao ndio wanahitaji kuwa wamefungwa for the period ambayo umeweza kusema. Unajua, wacha tuseme tu kitu kimoja. Ukiweza kupata kuchunguza kitu ambacho kinaitwa psychology, utaweza kugundua a killer is not made, a killer is born. Na Jowie Irungu kutoka kuzaliwa hajakuwa na any characteristics za kumwonyesha kama muuaji. Kulingana na watu ambao walikuwa pamoja na Jowie kutokea utotoni, wanadai alikuwa kijana mchanga aliyependa sana kuwa kiongozi pale kanisani. Alikuwa ni mtu wa praise and worship, alikuwa ni mtu mcha Mungu sana. He was even the CU leader akiwa secondary school. So he never portrayed any violent behavior za kuweza kusemekana amefikia pointi ya kuwa muuaji. Ila kile ambacho wengi wana stand out nacho ni kuhusiana na ujuzi ambao Joey ako nao baada ya yeye kupokea mafunzo ya kijeshi kule Dubai, ambapo alikuwa alisomea katika the Dubai Police Academy kwa ajili ya yeye kuweza kupokea kazi kama mfanyakazi wa kampuni fulani ya ulinzi kule, ambapo baada ya kukamilisha mafunzo yake na kufanya kazi kwa muda mchache kule Dubai, aliweza kutumwa nchini Afghanistan. Na baada ya kutoka Afghanistan ndipo aliporejea nchini Kenya, na baada ya kurejea nchini Kenya akaweza kuingia na kujitosa katika mahusiano naye Jackie Maribe, na baadaye mwezi wa 6 mwaka 2019 akaweza kupropose to Jackie Maribe akitaka waoane. Tunaelewana? Ila baada ya miezi 3 baada ya yeye kupropose, hapo ndipo Monica Kimani aliweza kuuawa na Jowie Irungu kukamatwa kama mshukiwa mkuu katika mauaji yale. So the question is, who are these powerful individuals ambao inasemekana ndio walihusika katika kumuua Monica Kimani? Ni kesi ambao tutaendelea kuichunguza na tutaendelea kuwa na usemi tofauti na yale ambao yanasemwa katika mitandao ya kijamii, maana we're trying to find the truth.
Maana yes, mahakama iliamua na ikaweza kutoa their final ruling in regards to this, ya kwamba Jowie is guilty, Jowie ana hatia na anahitaji kupewa hukumu ya kifo. Swali ni je, Jowie amesema na marafiki zake wanasema kuna watu ambao Jowie hajawataja ambao ndio walihusika katika mauaji yale. How powerful are these individuals that Jowie fears to mention them until he is ready to go to the grave with their names. Ila kile ambacho amesema ana move to the court of appeal kuweza kuappeal kesi yake. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE, usibanduke kabla ya kusubscribe.